Leo hii picha letu linaanzia kwa huyu bidada ambaye anaitwa Lydia akiwa na binti yake ambaye anaitwa Muna, na anamkaribisha baba mtoto wake ambaye alitoweka kwa miaka kadhaa hivi. Na huyu jamaa anaitwa Austin, ndiye baba mzazi wa Muna. Lydia na Austin wanapata mazungumzo ya kutosha hadi Muna anapatwa na usingizi. Wanapata unywaji na kuzungumza mambo machache, kisha Austin anaandaliwa mazingira kwa ajili ya kupiga usingizi pale pale ukumbini, kwa maana hawawezi kulala pamoja kwa kuwa hawana mahusiano kwa sasa. Na tunaona asubuhi anakuja kwenye apartment ambayo ni makazi yake kwa sasa, na anakutana na huyu bidada ambaye anaitwa Pamela, na huyu ni jirani yake kwa huu mjengo, na anakuwa na maswali mengi kana kwamba wamezoeana muda mrefu sana. Anasema, mbona kama umelala kazini? Kwa maana hii nguo ndio ambayo ulitoka nayo jana. Anasema, ni kweli, nilienda kuiona familia yangu, kwa hiyo nililala huko. Anasema, okay, naomba tupate dina jioni kama hutojali. Wakati Mwamba anafikiria, anasema ni dina tu, sio hivyo ambavyo unafikiria. Tutapiga story, tutacheza games, hivyo yani. Anasema sawa, wanaagana, kisha bidada anaendelea na misele yake. Sasa je, jamaa atarudisha penzi kwa mama mtoto wake au ataanzisha penzi jipya na jirani ambaye anahitaji watoke dina? Basi ongozana nasi hadi mwisho wa huu mzigo wa kuitwa My Baby Mama. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuburudike zaidi na Swahili movies kwa siku zijazo. Na ilipofika jioni, tunaona wanapiga story na kucheza games wakiwa na furaha sana, ambapo ingekuwa sisi wa Bongo nadhani mambo yangekuwa mengi mno. Lakini baada ya muda tunamwona Austin akiwa anaangalia picha za Lydia ambaye ni mama mtoto wake, kisha anampigia simu. Mara anamuuliza kuhusiana na mtoto, mara anauliza maswali ya kazi. Kwa kauli rahisi tunaweza sema kuwa jamaa amemmisi bidada, ila kuzungumza ndio kipengele. Hapa ndipo tunasema watu waliozaa hawaachani, kwa maana wana mtu ambaye anawaunganisha kati yao. Na siku moja baadaye anatembelewa na huyu jamaa ambaye anaitwa Kunle, ndiye mpenzi wake kwa sasa. Ila wakati wanapata chakula, Austin anapiga. Walipomaliza tu kuongea, ndipo anasema anataka kutuletea gari yake ili tutumie kwenda shule na matumizi mengineyo. Anasema mimi nipo, kwa nini yeye afanye hivyo? Ni kama ameanza kushikwa na wivu hivi. Na tukija huko upande wa pili, tunaona anatoka out na Pamela. Anaonekana bado anampenda Lydia, lakini muda mwingi yupo na huyu. Sasa which is which? Mimi na wewe hatujui. Na baada ya jamaa kutoka, Pamela ni kama anaboeka hivi, kwa maana kuna kitu cha ziada ambacho anahitaji kutoka kwa Austin. Na asubuhi kulipokucha, anatembelewa na familia yake leo. Pamela akiwa anawaangalia kwa juu, anazidi kuget jealous. Na wakiwa wanachora na kupiga story, naye anajipitisha kwa pembeni ili kujua kinachoendelea, lakini ni kama anazidi tu kujiumiza. Na baada ya muda tunaona simu ya Austin inaita, akiwa anapigiwa na Pamela. Anamwambia simu yako ilikuwa inaita calls kama zote. Anasema ni jirani yangu Pamela, ni jirani tu. Anasema sawa, japokuwa reaction yake ni kama inaonesha kitu. Wanalala pale pale, kisha asubuhi wanafunga safari na kuondoka, huku Pamela akiwa bado anaendelea kuwafuatilia na anateseka kweli kweli kwa penzi ambalo hata halijaanza bado. Na baada ya kuwafikisha, tunaona muda Austin anataka kuagwa kwa Lydia, ndipo Kunle naye anatokea. Muna anamkimbilia. Bidada anasema kamsalimie, ila Mwamba anakunja kwa kuwa hakuwa anajua kinachoendelea. Na pale aliporejea nyumbani, anakuja kuplay games na Pamela, ambapo naye anashindwa kujishikilia, anaamua kuvunja ukimya. Jana mbona hujapokea simu zangu? Anasema nilikuwa busy kidogo, ila niliziona. Anasema busy tena? Anamwambia ndio, nilitembelewa na familia yangu. Anasema familia tena? Kwani si uliniambia hamuishi pamoja? Sasa familia hiyo vipi? Anasema kinachoendelea ni kama mimi ndo nilisababisha, kwa maana alipata ujauzito wakati yupo chuo. Kwa hiyo hatukujiandaa kulea, lakini ndio imeshakuwa hivyo. Kwa hiyo kwangu ni zaidi ya familia. Ila yeye ni kama bado anakuhitaji hivi, si ndio? Anasema natamani iwe hivyo, kwa maana sihitaji kuona mtoto wangu analelewa na mtu mwingine. Itaniumiza sana. Sasa huku kwa Pamela ni kama anahitaji kusikia Austin akipondea, lakini anachosikia ni tofauti kabisa. Kwa hiyo anazidi kutoka mchezoni tu. Na mwisho wa siku anaamua kubwia mvinyo. Na baada ya muda analewa chakali, kisha anataka kutumia ulevi wake kama fursa ya kulala na Austin. Mwamba anaona mambo yasiwe mengi, anaamua kuondoka. Na tukija huku upande wa pili, Mwamba leo yupo jikoni anasaidia mapishi, na kwa upande wake anatumia muda mwingi sana kubembeleza penzi, kwa kuwa bado hajafanikiwa kukutana na Lydia kimapenzi. Sasa baada ya muda wanabembeleza mtoto hadi analala, kisha wao
wanapata muda wa kutosha kupiga stori na kupata mvinyo. Bidada anauliza, mbona unaniangalia hivyo? Kwani kuna shida yoyote kwenye uso wangu? Lakini Kunle anahitaji kitu cha ziada. Wana kiss, lakini bidada anamtoa kisha anaondoka. Na nyakati hizi wanaume pekee ndo tunaelewa ni nini huwa tunapitia nyakati kama hizi. Na alipofika chumbani, huku Austin naye pia anapiga, ndo anazidi kuvurugwa, hajui nini cha kufanya. Sasa siku kadhaa baadaye, mshikaji anakuja kwa Lydia, ila anamkuta jamaa akiwa anasimamia mapishi leo. Sasa Austin, yeye sio mvumilivu kama Kunle, anaanza kupondea juu ya mazoea ya mshikaji nyumbani kwa bidada. Mwamba analalamika kweli kweli. Na siku moja baadaye, anaamua kumletea chakula, ila mshikaji anauliza Muna yupo wapi? Anasema yupo shule, ni muda wa shule. Pia nimekuletea chakula. Ila anamwambia sitaki kuamini kwamba umeleta chakula ambacho amepika yule jamaa. Anasema acha bana, nimepika kwa ajili yako. Na anasema sitaki kuamini, kwenye hizi changamoto zote umenikumbuka hadi umeamua kupika kwa ajili yangu. Na anasema ya, ila kwa kuwa Mwamba naye alipitia Cuba, anajua nini bidada anahitaji. Anamkiss na kumvutia geto. Kisha baadaye anamrudisha. Anamwambia tumeenjoy, huna haja ya kujutia wala kujilaumu. Pia sitaomba msamaha kwa hili. Wanazungumza kidogo, kisha bidada anaondoka. Na leo hii, Austin akiwa ametembelewa na familia yake, Pamela naye anabisha hodi kwa makusudi tu. Anasema nimekuandalia supu, nimeiandaa kwa mahaba yote, naomba upokee tafadhali. Anaamua kuingia hadi ndani. Anasema basi ngoja niweke jikoni. Anaongea kwa makusudi ili aonekane kuwa ni mzoefu pale ndani. Wakati Lydia amepeleka supu jikoni, naye pia anamfuata hadi ndani na kumpatia maneno machafu kuwa anatumia nafasi ya binti yake ili kujisogeza kwa Austin. Jambo ambalo linamkwaza sana Lydia. Anamchukua Muna na kuamua kuondoka. Ila Austin haelewi kinachoendelea. Kwani huyu amekwambia nini? Ila Lydia anaondoka mkuku. Anamfuata hadi nyumbani kwake. Mwamba anazuia, lakini jamaa anachimba biti. Anauliza amekuambia nini? Anasema ameniambia nyinyi ni wapenzi. Mimi namtumia Muna kujisogeza kwako. Aya, umesikia? Anamwambia hamna kinachoendelea kati yetu, niamini. Kule ana maindi, anasema usinishike mzee. Anamwambia Lydia samahani sana, ila we jamaa usiniguse tena. Hii ni dharau sasa. Kisha anambembeleza, yani ile romantic kabisa mbele ya mshikaji. Na anataka kumkisi mbele ya mpenzi wake wa sasa. Na kule ana maindi kweli yani. Hamna kinachoendelea, ngoja ni deal na huyu Pamela kwanza. Baada ya kurudi huku, anamuuliza una shida gani? Ila bidada anazidi kuongea utumbo tu, kana kwamba amefanya jambo la kawaida sana. Na Mwamba anafoka kweli, kisha anazima zote na anasema sitaki mazoea kuanzia leo. Na huku upande wa pili kwa Lydia, anakosa usingizi kabisa yani. Anapigiwa simu na Austin, ila anapuuzia tu, kwa maana yeye pia moyo wake upo kwa Austin na sio Kunle. Japokuwa ni jambo gumu sana kuliweka wazi kwa upande wake. Lakini siku kadhaa baadaye, anaamua kurudi kwa Austin. Wanakaa chini na kuzungumza. Wanaweka kila kitu sawa na kuanza maisha yao rasmi kama wapenzi. Na siku kadhaa baadaye, Austin anaamua kuja kuichukua familia yake na kwenda kuishi nayo kwake. Kisha Austin anatumia fursa hii kuzungumza na Kunle. Anamwambia nataka niseme samahani, pia asante kwa maamuzi ya busara uliyoyafanya. Anasema nimempenda siku ya kwanza tu nilipomuona, lakini niligundua kuwa hana mapenzi na mimi, bali anakupenda wewe. Na mimi siwezi kuishi na mwanamke ambaye hanipendi. Anasema asante, usiniambie, nenda kamwambie yule, mimi sijafanya kwa ajili yako mzee. Anachukua familia yake na kurudi nyumbani. Na huu ndio mwisho wa mzigo wetu wa kuitwa My Baby Mama. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuburudike zaidi na Swahili Movies kwa siku zijazo. Goodbye.